Hallelujah. Leo nataka niongee utambue mahala ambapo mashambulizi ya kiroho hulenga zaidi. Recognize where the spiritual attack targets. Tambua mahali recognize the place ambapo mashambulizi ya kiroho where the spiritual attacks hulenga zaidi. Point or target. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Niliwahi kuongea somo hili. I ever told this about this lesson? Sehemu ya kwanza. It was the first part. Lakini leo nataka niongelee sehemu inaendelea. But today I want to proceed the next part. Shetani huwa kuna mahala analenga. The devil always has a target. Kila vita kuna mahala kinalenga. Every battle or war there is a target. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. The book of Ephesians chapter 6 verse 12. Waefeso 6:12. The book of Ephesians chapter 6 verse 12. Biblia inasema hivi. The Bible says, kwa maana kushindana kwetu sisi, for we wrestle si juu ya damu na nyama, not against the flesh and the blood, bali ni juu ya falme, but against the principalities, na mamlaka, against power, juu ya wakuu wa giza hili, against the rulers of the wicked, juu ya majeshi wa pepo mabaya, against the spiritual weakness katika ulimwengu wa roho, in higher places. Kushindana kwetu sisi, for our wrestling, vita vyetu sisi, our battle, si juu ya damu na nyama, is not against the flesh and the blood, bali ni juu ya falme, but against the principalities, mamlaka, of power, juu ya wakuu wa giza, and against the rulers of the darkness, juu ya majeshi ya pepo wabaya, and against the spiritual enemy in the realm of the spirit. Kila nchi, every country ambayo inataka kupigana vita na nchi nyingine, every country want to fight with another country, huwa kuna vitu vya kwanza kuchunguza. Always they make a research for some issues. Huwezi kupigana bila kuchunguza. You cannot fight without making a research. Ukienda kupigana bila kuchunguza, if you go and fight without research, unaweza kupigwa na ukasahau. You can be stricken. Kwa hiyo kuna mambo yanachunguzwa. So there are some stuff that you have to research. Hapa kuna mambo kama 6 ambayo ni muhimu. There are approximately 6 matters kwa nchi inayopigana na nchi nyingine. For a country to fight with another country, there are approximately 6 issues that you have to consider. Lazima hayo waangalie. They have to consider those 6 kabla hawajaanza vita. Before they start the battle. Na hata sisi, even us, tunapigana vita vya kiroho. If we want to fight the spiritual, kuna mambo lazima uyaangalie. There are some stuff that you have to look for. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Jambo la kwanza nchi kitaka kuangalia, inachokiangalia, the first matter the country that looks is, ni nguvu ya amri jeshi, is to see the power of the general. Amri jeshi mkuu. You can say the general. Mkuu wa majeshi. Amri jeshi mkuu. Okay, so the chief in justice like that. Huyo anakuwa ni rais wa nchi. The president of the country. Huyo anakuwa ni mfalme wa nchi. The king of the country. Wanaangalia nguvu yake. They see their power. Anavyoweza kuamrisha. The way he can command. Anavyosikilizwa. Also can be the way being listened. Wanaangalia huyo wa kwanza. They look first him. Jambo la pili. The second matter. Wanaangalia nguvu ya adui. They look also, you have to look or consider the nguvu ya adui. The power of the enemy, of your enemy. Wanaangalia la tatu, jeshi na makamanda wake. And also they look for the enemy and their command. Jeshi wingi wake. They are the multitude. Na makamanda alionao. And the greatness of the enemy and their command. Jambo la tatu. La nne. The fourth matter. Wanaangalia silaha alizonazo adui. They look at the type of weapon the enemy have. Ana silaha gani? What kind of weapon the silaha za namna gani? What kind of the weapons the enemy have? Jambo la tano. The fifth matter. Wanaangalia ngome ambazo adui anazo. They look for the fortress the enemy have. Ana ngome zipi? The stronghold or the fortress the ana enemy ngome za namna gani? Jambo la mwisho la 6. The sixth matter or the last one. Wanaangalia adui ameunganika na nchi gani. They look at the connection at the enemy, which people they have connected. Nchi zenye nguvu. The country that the enemy have connected. Unaweza kuona taifa ni dogo. You can see just a small nation. Lakini imeunganika na taifa kubwa. That is being
joined with a big nation, taifa lenye nguvu, the nation with the power. Ukiligusa tu, if you touch that small one, umegusa hilo you taifa. have touched with a big nation. Mataifa mengi madogo madogo, And many nations which are small, huwa yamejiunganisha na mataifa they makubwa. always connected to the larger nations. Ukimgusa kidogo tu, If you touch a little, unasikia lile taifa limeamka. yeah, it will be striking. Hayo ni mambo ambayo These are the matters huangalia zaidi. that also they can't look for. Haleluya.